Sasa hiyo siku venye nilifaint nilianza kuona some things like nyoka, but tunyoka turembo hivi. Yani nyoka ziko na macolors na dogi iko na macho. Na ulikuwa unaona kwa ndoto ama ulikuwa nikifaint hapo umefaint sasa ndo zinakukujia? Zinani surround kama dawa. Nianze watu wangu wa power, hope mko salama. This is the Kelly Show 254, a show that keeps you informed, entertained, and of course kama uja subscribe, make sure ume subscribe. So today niko na mrembo fulani hapa. Kuna story nyingine very touching sana. Ni story nyingine venye alijipata kwa cult, aliingishwa Illuminati, niseme sijui Freemason, I don't know, sijajua. So acha atueleze, atuambie maisha yake venye imekuanga, alijipata aje hapo. Okay, saseni naitwa Masi. For now naishi Nairobi, place naitwa Membu. Nimelelewa Nakuru, Solai. Nilikuwa nasomea Solai Nyakenywa back then in 2016. Nilikuwa class 6. Nikikumbuka hapo hivyo nakumbuka the story that inakuwaga touching kwangu about how nilijipata kwa Freemason ama ndio Illuminati, ambapo nilikuwa nimeingishwa na my aunt wa sister on my dad side, sister ya mzae. Tulikuwa tunasoma na mtoto wake on the same class hapo hivyo shule. So kwa walikuwa wale watu walikuwa na do kidogo, walikuwa wamejiweza by the way. So angebeba vitu na tulikuwa tunashare na yeye. Angebeba tu snacks, tu sweetie, tu biscuit, tu juo, akuje kushare na yeye. Na nilikuwa naona interesting juu ni vitu sikuwa naweza ku afford homes to, like okay tunge afford by the way ati nibebe vitu kama hizo. So nilikuwa naona jamani nimeangukia. Nilikuwa nafurahia, hata alikuwa best yangu. So hata class nilisemaga acha tukae na yeye. Nilikuwa class monitor, so nilikuwa in charge of kupanga watu. Nikamwambia gacheki kuja tukae na wewe ndio tulikuwa tunaweza kushare vizuri. Anikuzo yangu. Bona imagine kupata vika at that time to glucose ilikuwa ngumu. So after that tulikaga after tumekaa nikaanzaga kuanguka shule. Like ilikuwa that term. Second term nilianza kuanguka shule. So nilianguka gadi 1 nikapepetwa. Ukisema unaanguka like sasa. Na kufaint. Na faint na pepetwa. Naamuka day 1 nikaanguka day 1 nikapepetwa nikaamuka. But mimi venye niliamuka nilikuwa naona ni kama nimeenda nchi nyingine, na naona ni kama niko surrounded na nyoka tudogo turembo. And then on the side ulikuwa unapata kuna mtu amesimama amejifunika from top chini na amevaa all black. So uwezi jua ni mwanaume ama ni mwanamke. First sikuambiaga mtu. Nikamaliza nikaenda class. Ikuishia hapo, ikakuwa ni kama zoea. Siku ya pili the same day nikamkaga. Hadi kichaka niulizaga Masi uko sawa? Nakwambia niko poa. Sikwambia mtu ati tunaona kwanza. Juu hata mimi sikuwa naamini. Like nilikuwa naona ni maybe naota ama na imagine vitu zangu ama maybe ni zile movie nimekuwa nikiwatch. So venye nilikaga like a second week nikafaint mara 2 kwa siku. So wakachukua in charge kupigia mama. So venye mamangu alikuja mamangu baada alisikia nimefaint. Hata kwa anajua tu nimefaint siku zingine, alitoka hiyo siku nimefaint akakuja shule. Sasa kwa hivyo ndo akasikia ati nimekuwa nikifaint shule. Ilikuwa mara ya 3. Mamangu akanishtuka akauliza kwa nini mko mnaniambia mtoto wangu ana faint? Angekufa mngesema nini? Mamangu akanipeleka hosi. Ni hapa kulikuwa na hosi like
5 to 6 kilometers. Wakanipeleka Gapesi, nikapimwa, hakukuwa na any disease. Tukaendaga home, tuko tunakaa Belina mkae karibu, so ilikuwa communication ni simu. Akapigiwa simu akaambiwa mwana wako ni murwaru ni hapo ile siku. Mimi neno mtoto ameanguka, alikuwa amefaint. Kwenda home nikaanza kushindwa kwa kukula, like chakula zinapikwa, sijisikii kukula. Nasikia tu full time niko full. Sijakunywa chai, sitafanya anything, but nasikia nimeshiba, niko sawa, sitaki anything. After hapo nikaketi tena tuko na mama. Wakati nilikuwa nenda kumpelekea inaitwa nini, mafuta ya kukamua, alikuwa anakamua. Nikapenti hapo hivyo kwa mlango. So yako huko bwana nikojea. Ajui nimefaint. Na ulikuwa unatoa sauti yote ukifaint ama ulikuwa tunanyamaza? Kulingana sana wenye walikuwa wananiambia, nilikuwa tunanyamaza. But machozi natoka. Nimenyamaza but machozi inajitoa yenyewe. Nikaa nalia. And then naona tuko mimi, mtoto wetu mdogo na mama. Tulikuwa tunaishi home. So mtoto wetu mdogo kakienda kucheza, so I guess nilikagapo sana, mamangu akinikojea. Alikuja kanipata gapo. Sasa hiyo ni venye alikuwa ananiambia nikwambia uwete haho. Sasa hapo hivyo mimi venye niliamuka nikaambia mama, unajua nini? Mimi nikifaint naonaga tunyoka ni tudogo, yes, but tunyoka tukalas mingi, turembo, tungine tuko shiny. Unapata dogi imekumulika hivi na macho, na kando kuna mtu amevaa all black, amejifunika from top huko hivyo to. Mangu alikuwa ule mtu wa maombi, alikuwa anafanya hadi deliverance, baadaye alikuwa anafanya watu wengine deliverance. Alikuwa that time okay, alikuwa ananiombea, but tunaonaga venye kunaambia kwa like mudogitari dogota kweli vita hiyo. Sasa yeye hata kama ananiombea, aiziona sometimes vitu ziko ndani yangu, maybe ama yeye alikuwa anaona kufaint ni normal. Hata nikimwambia nimeona nyoka, nacheka na niambia basi wewe wanamo ikema ni tunacheka. Naona hata mimi baadaye maybe hata mimi nimeona vitu zangu. Sasa after hapo hivyo ndio venye aliona ni serious, nilikuwa na faint, ananimwagilia maji ya chumvi. So at least akinimwagilia hiyo maji, the things used to disappear. Anamwagilia hizo maji, so napata hizo vitu hakuna. But most of the time ulikuwa unapata nikifaint, najipata nimepelekwa place. Huyu mtu mwenye nakwambia alikuwa beside, alikuwa ananibeba like hivi na like na nguvu zake, like anibebe hivi nikaa vinaweza shika mtoto. Anachukua spirit yako na anaenda na spirit yako. Anaenda na spirit ya kitu kama hiyo, ananipeleka place. Unaacha mwili tu mwili hapo. Tunaenda tunajipata tuko tumekaa hivi, and then hapo hivyo katikati kuna mtu amevaa red but pia amejifunika. But hao wengine, hao wenye wako na black unawaona, isipokuwa yeye pia, yeye alikuwa amejifunika kabisa. Lakini hao wengine unapata wako na black, yes, wamevaa nguo za black, but unaona faces zao. Isipokuwa pia yeye na huyo mwenye amevaa red pia alikuwa amejifunika. Remember by the way, ulikuwa unaenda unapata unaona mtu nikana juu huyo mtu si mwimbaji. Ashanga huyu mtu nishaimwona kwa TV. Unaona kwa TV, kwa simu ndio tulikuwa na kasimu. Unakumbuka that time tulikuwa tunataka memory, unaona unapata huyu mtu nilikuwa nimeona kwa simu. And then huyo mwenye ako na red anaanza kuambia venye mtasema, alafu nawapia dama nawaambia kutoka leo mtakuwa mkitumikia shetani. Sasa unapata kama mahali mlikuwa kishaenda ka spirit. Okay, tulikuwa tunajipata like mimi nilikuwa naona nikaa nikihole, but tulikuwa tunapitia kwa maji. Amebeba yeye anatembea, but mimi ndani niko kwa hewa na kuna kitu nimeshika. Si nimelala tu, nenda tu ni hewa hata, but nilikuwa naona nikaa tumepitia kwa maji, nimejipata kwa kihole.
unapata huyo master, sijui saa watu walikuwa wananiita master au nimepata huko unapata ati master. Nimefanya vile niliniambia. Sasa mimi nashindwa nifanye vile niliniambia. And then nakutuka. Sasa nikikutuka najipata niko kwetu, nikiketi hapo nje hivi najipata niko hapo hivyo. So nikakuwa nimeona hivi. Nataka kuambia watu story, nikakuwa interested kuangusha story. Niliambiaga mamangu mambo, akaniambiaga niliniambia nikarudi shule. Sinika nini nikakaga wiki mbili. Nini mtoto anti yangu akakujaga kuniona hapo makutani. Akakuja akaniambia Masi, nini ni happen? Nilikuwa nasikia faint kwa nini. Nilienda hapo. Kwani shule gani Masi? Uko sawa? Nikamwambia niko fit. And then shule kwa na kile tulipomastoa Masi akianguka anaona Masi ako Illuminati. Sasa kwa Illuminati sasa watu washaanza kusema uko Illuminati. Wewe mwenyewe unajui kama uko Illuminati? Mimi sijui tu. Saa mimi naona saa zingine nikaa mtu normal. Saa ndio unajichukulia uko mgonjwa. Mimi naona tu saa ni ugonjwa juu maybe sometimes ilikuwa inaanza na kichwa. Ningeumwa na kichwa yanguke. No, so mimi nilikuwa naona ni normal, ni ugonjwa. Sasa penye nilikaga home like 2 weeks kurudi shule. So watu wakaanza kusema hivyo. Sikuwa comfortable nayo, but then nikakutega nikaambia mama. Mama kanipeleka tena a different hospital. Iko Nats tu bado. Nikapimwa. Still ilikuwaga haionekani anything. I remember siku hadi tuliendaga na mzee wangu. Hakuna ugonjwa inaonekana, unapimwa, madamu unatolewa, zinapimwa, unapimwa choo, hakuna kitu inaonekana. After hapo simama akasema acha tujaribu another way ya pasta. Akaitaga pasta fulani hapo hivyo. Pasta akasemaga nipewe maji ya chumvi. Actually hata kukujaga ati atake story, alisemaga tumpe maji ya chumvi. Unaona kale kachumvi ka 15 boba nikaga yote kwa kikombe akakoroga akanipea by force. Nikali namwambia Nikali ananiambia kunywa. Maji ya chumvi inasaidia nini? Sasa mimi sikujua, yeye alikuwa anasema okay by the way like watu waamini maji ya chumvi Lucas. Sasa kanipeleka maji ya chumvi, alisema kati ameonyeshwa tumbo yangu iko na issue. Ati ni tumbo yangu iko na issue, ati nilikula kitu mbaya. Akanipeleka maji ya chumvi. Akatuambia tusemee akafanya watu 11 for 7 times. Hakumbaga actually na akaenda. Akamwambia kama mtu hiyo kazi anafaa kulipwa certain amount juu ati nitaisema aje like acha niseme na Kikuyu like nitakwambia ayo jina imepotea, sijui kama unaweza understand like ati tuseme kama mtu amekwenda kwa mganga na certain money anafaa kutoa double. Sasa niambia kama anafaa kutoa 35k. Actually alikuwa amemwambia ati utatoa 40k, sasa kamkatia 5 ndio utatoa 35k. Na tulikuwa na tumbuzi ni nini na mimi mtoto wa mama hawezi taka mtoto wake akiona mabaya akauzaga akapea pasta. Nikakaaga siku kadhaa. Nilikuwa sawa. Sasa nenda shule. Nikaenda shule for 1 week vizuri. But in dreams unasikia Masi nani alikwambia ufanye hivyo? Like but unasikilia kwa umbali ni kama hiyo sauti unaijua, but huwezi kuidentify hiyo sauti. Hiyo sauti nilisikia hiyo sauti naijua, actually sauti naijua. Mimi nikaambia kama mkako gani sasa, nikamweka kwa open na mama, unaona ni yetu kone karibu. So yeye nikimwambia anaambia masista zangu, kimwambia anaambia watu wetu hivyo. Nikaendelea kwenda shule. Venye sana niliendelea, nilifaint tena bado nilikuwa shule. Hiyo siku nilivikaga, nilifaint, nikawika.
nikaanza kuwika. Ukisema kuwika unawika kama kuwa like kutoa sauti ya pusi. Ile miao. So hapo hivyo teacher akasema wawezi niweka shule tena juu inakuwa wasi. Venye niliamka kaniambia kama si uko kwa umeingia Illuminati, so alikujaga akaniambia umeingia Illuminati, si ndio? Kwa nini unatoa sauti ya pusi? Like mimi nimetoa sauti ya pusi aje? Mimi si nimefaint tu. Mamangu akapigia kwa simu, but mamangu wakati alikuwa curious kwa nini sikuli food. Sikuwa nakulaga, but maybe saa nilikuwa shule nilikuwa nakula. Unasikia tu umeshiba tu. Maybe saa nilikuwa shule ndio nilikuwa napata time ya kukula juu nilikuwa napenda hizo vitu tamu vitu juu. Naambia mama, sikuwa naambia kazi yangu kesho niletee mingi, lakini si ni tamu hivyo, ananiletea tunakula. Basi kwa yambia mama ati anibaye anything like hiyo. Okay, hata ningemwambia sometimes ange afford. Unaona? Kuna watoto wengine anafaa kuangalia. Sasa kazi yangu akiniletea hizo vitu nilikuwa naona niko fiti. Nakumbuka kuna day kukujaga shule. Sasa nilishindaga, but nashindwa kwa nini sikukula anything asubuhi, sijakula lunch. Like, but niko sawa. So nikaendaga home, nikapataga mama amepika. Hiyo siku alikuwa amechinja kuku. Nikamuuliza kwa nini umeipika? Si ungenipea kuku mbichi ndio tamu. Mbona hutaki kitu imepikwa? Nataka nyama mbichi. So akakupatia ama ulifanya aje? Kunipatiaga, aliniambiaga winago mamasi. Nikaendelea, sikukulaga, nikakasirikaga na nikaendaga kulala. So hiyo time venye niliamkaga usiku kwenda kujisaidia. Kutoka tulikuwaga na washroom ya nje. Nikatokaga. Mimi nikaendaga washroom vizuri, nikarudi. Kukuja nikapatanaga like sijui kani kwa ndoto, like hata mimi hata wale sielewa, nilipatanaga tu na mtu. Huyo mtu mwenye alikuwa nikianguka ako kando yangu. So mimi nilipatanaga na yeye hapo hivyo. Akaniambia, "Masi, unajua unacheza na mimi?" Nikamuuliza like nilifanya tu Akaniambia, "Masi, unacheza na mimi juu na kuitisha damu na uniletee." Nikachukua damu. So mimi nilitaga mamangu, "Mama, hiyo picha venye mamangu alitoka mbio, hiyo picha disappear." So hata by the hiyo sielewagi ama ilikuwa ndoto ama ilikuwa ni mtu real. Hiyo sijaelewa. So but niliambia mamangu kuna mtu alikuwa hapa hivi na hivi na hivi. So tunaona hiyo time sili shule niko home. Mamangu akasema hapana. Actually nilisema hapana. Mtoto anafaa kwenda shule, still ni mdogo kukaa home. Alikuwa anaishi Kayole at that time. Akanichukuaga. Nakumbuka sasa hiyo siku venye niliendaga, akanituma mafuta ya kupika. Kuja kuingia kwa gate nikaanguka. Na sasa kuanguka nikaanzaga inaitagwaje kucrawl ka nyoka. Kucrawl ka nyoka nikitoa sound ya pusi. So sistangu ako like ni kwa plot, tuko kwa plot mtu wangu na ni tule zile unajua zile plot zinakuwa zimefesiana hivi na umeangukia kwa plot kwenda nyoka. Mwenye alinyoa niba mwenye tulikuwa tumefesiana na yeye alikuwa anaitwa mama, sitasema jina ya watu ndio nilionaga. Akaitaga sistangu kwa mati kuja kuone sister yako ameanguka na natoa saundi hapo. Unaona kuna mtu alikuwa anajua kuhusu ati nilikuwa nimefaint, nilikuwa na faintigi. Hapo ameambiaga mtu about hiyo. Hapo ameambiaga mtu about ati nilikuwa na. So venye alikuja yeye badala ya kunichukua kwanza, venye sasa niliamka yeye hata yeye alifaint ile kushtuka, hata yeye alifaint hivi.
Nikiwa tu hapo hivyo mimi najiona niko nchi yangu, na kulishwa vizuri, na kulishwa nyama, juice ya sasa. Mimi niko naona kani juice ya red, niko naona kani juice ya red. Hiyo juice ya red hapo hivyo tumekaa hivi tumefisiana, and then huyo mwenye amevaa red akojua ameface, na huyo mwenye alikuwa anasimamaga kando yangu wako tu hapo hivyo kando yangu, tumesimama amejifunika, siko muona. Mimi nikikuja nilikuwa gani niko full. Sasa mimi nikaingia gesi, niliamuka sister ananiambia ati nipike, kashindwa nipike. Sasa nipike na mimi niko unajua mimi niko full, kwa nini niwapikie? Na mimi niambia mimi niko sawa, sio kiburi iko juu. Nikamwambia mimi niko sawa, mimi siwezi pika saa hii. Nikalala. Si akapika, akajaribu kuniita niamke, nikamwambia niko sawa. Na sasa unaona ilikuwa jioni na tulikuwa tumekula kitu kwa hiyo jani. Nikamwambia mimi niko sawa, mimi sitaki anything. Mimi nikalalaga. The following day akaamka kwenda kutafuta shule. Kanitafutiaga shule tu fulani hivyo tu, kalikuwa kanaitwa Young Angels. Kashule tu juu ilikuwa ni kaboma ya mtu, but kalikuwa ka private. Nikanipelekaga huko na mtoto wake. Kukakaa, naona sasa tumepiga wiki 2-3 hivyo, ile kufaint karudi tena. Yaani unafaint hata kama umekaa chini, like unashtukia tu. Hata ningekaa tu hivi, chako hapo mbele, ninamishe kichwa hivi. Hivyo ndio mimi nimeenda kukula nyama zangu na huko. So ikakuwa nimezoea. So hata kinilipia lunch, tulikuwa tunalipa daily. Inaletwa juu tulikuwa tuna order out of school, inaletwa. So mimi nilikuwa narudi na yangu home, inaribika ama napeana. Kisha waka notice kulagi. Wakaniuliza kwa nini sikulagi, nikamwambia mimi nakuwa nimekula breakfast mob kwa asubuhi, so niko sawa. So kumbe kaka totoka sister yangu kalikuwa hapo. Akashautigia hapana, akulagi, unaona nikatoto. So kangeulizwa kuongea, and then place tulikuwa hiyo shule ilikuwa hata na ofisi, so tuko tu, so hata ukiongea mtoto anasikia. Akasema hapana, anti Masia kulagi home, anashinda akisema hivyo. So ikakuwa ni kama kesi, kwa nini sikuli. Nikakaishagwa chini na head teacher kaniulizaga kwa nini ukuli. Kwambia mimi nakuwa tu nimeshiba, nasikia tu nimeshiba. Kaniambia okay, but ujue ukikaa hivyo usijisaidie kukula for your health. Nikamwambia sawa, nitaanza kukula. Na tukaendaga home. Hiyo siku sister yangu alikuwa night shift. Niliendaga nilichapa huyo mtoto wake, na alikuwa grade 1 mapipi 2. Nilimchapa, nikamwambia cheki mto nani alikuwa anaitwa Mato. Nikamwambia Mato, usiwahi ongea kitu kama ujui. Na ukaini pale unasimama nako unanipenda, nikamchapaga. So the following day tukaendaga shule. Hata sikufikaga shule, nikaangukiaga kwa barabara. But hiyo barabara ilikuwa near to school juu. Like ungepanda hivi uko juu kulikuwa na inaitwa nini? Ungepita hiyo shule ilikuwa hiyo barabara. Hakuna inaitwa aje? Like ungetokelezea the other side. Afentig. So wenye waliniona ni watoto wa shule. So wakakujaga kunichukua. But saa nilikuwa naambiwa wakinichukua nilikuwa bado naliaka pusi. Saa hapo hivyo kwanza ndio niliendaga kunini. Inaitwa nini? Hiyo time nakumbukaga niliekeagwa nyama mob. Nilikulaga, and then kuku ulikuwa nakula nyama mbichi. Mind mimi nilikuwa naona ni kama nika tu niko zangu, like hiyo kitu hata nikiamka hainiingi kwa mind. Naona sijielewi, hapana, yezi kuwa ati mimi masi nikula nyama mbichi hiyo ni ndoto nilikuwa naota. But so nasikia nimeshiba, niko like nilikula nyama, na then nani alinipea? Hapana, hiyo ni ndoto. So venye walinichukua nilianzaga kukulia kapusi, and then nikashule private. Hiyo siku hata venye niliamkaga ndio alinitoa. Akaniambiaga enda uite guardian wako, enda uite mamako. Nikamwambia mimi sikai na mamangu, nakaa na sister yangu.
sawa, enda umuite. Wakuwa na namba yake, sikuwa nimemaster namba ya sister yangu that time. Nikaendaga, sister yangu alikuwa day shift hiyo siku, so mimi niliendaga nikakaa home. Nikampiaga neighbor ampigie ule mwenye nilikuwa nimekwambia yeye ndiye alinionaga hiyo siku. Nikamwambia jo alikuwa mabeshti, pigia hivi na hivi, akasema sawa, akampigia. Sasa jo ako day shift, tunaona kuna venye tutapatana. Akambiaga huyo mama, si umrudishe shule ujue issue ni nini. Nikaendaga shule, wakaongea, akaambiwa ati kwa nini analia kapusi. Alianguka akaanza kulia kapusi, akifanyaga some signs, vituko. Akamwambia hapana, si unaona hii shule yetu tuwezi weka hivyo juu watoto wakienda waambie wazazi wao hivyo wanaweza tolewa pia shule. So dia kaniambia tuwezi kuweka. Nimesoma like for 2 months. Tena ukafukuzwa? Nikatolewa, nikarudi home. Nikakaka. Sitangu tena kanitafutia shule nyingine. Ilikuwa inaitwa Bondeni. Ilikuwa ni lazima nivuke lami. Na sasa venye nilikuwa alikuwa ameambiwa ufai kunitafutia shule navuka lami. So ikabidi pia ya hame. Tulihama ndio tukaribia hiyo shule. Naona sasa nikihama lazima pia mtoto wake ahamishwe. Pia ikakuwa niko mzigo kwake, by the way. Hata mimi nikaanza kuona nimekuwa mzigo kwake. Juu hiyo shule maybe ndio alikuwa na afford ya mtoto wake. Na kunilipia pia mimi. Sasa tumeipelekwa shule nyingine, lazima tena ahame. Hizo cost zote zinamwangalia. Akaniamisha. Okay, nilichukulia hiyo shule, ilikuwa inaitwa Bondeni by the way. Huko tukayole. Tukakaaga. Hata imagine nilifentigi na day ya kwanza. Hiyo siku tumeenda admission. Nikafaint. Nikaanza kulia tena kapusi na kukureka nyoka. So naona tumekaa hapo nje ofisi. Sister yangu ako tu hapo hivyo anashindwa venye atafanya. Venye niliamuka, Princess Hedi akamwambia nini mbaya, akamwambia tuko sawa. Hata mimi niliamka nikamwambia niko sawa, ni venye sikuwa nimekula breako. Kaambia umekula breakfast ndio itume ulie kaa nini. Akasema anyway uko class, kaambia class 6. Akanipeleka akani admit. Tuko na vitabu zilikuwa zinanunuliwa shule, uniform nanunuliwa shule, kila kitu ilikuwa nanunuliwa shule. So akaambia gwa utamwacha ama utaenda kuja kesho. Mimi nikasema gani juu nilikuwa napenda shule. So nilikuwa nataka kukaa home. Hapana, mimi napenda shule juu niko na dream to achieve. Nikapeleka kwa class. Ilikuwa sijui inaitwa 6 Southama. Nikaendaga. Tulikuwa wengi juu tulikuwa samo 62. Nikaendaga. So kumbe kuna kakijana fulani hapo hivyo kaliniona nikifaint. So venye niliingia, venye alitoka nikakujaga. Unaona venye primary watu wanakuaga nayo na ujinga. Kakasimama hapo hivyo mbele kakaanza kusema, "Mnajua nini? Unaona hiyo ni ukama." Alikuwa analia kapusi huko hivyo kwa ofisi. Alikuwa ameanguka. Nikamwambia hapana, sio mimi, ile kujitetea tu, but una feel go down. Hiyo siku ikapitaga, nikaendaga home. I didn't make any friend by the way. Juu nilifeel niko down. Hata venye aliwaambia, so ulikuwa unapata mtu, sasa nilijiintroduce nikiingia. Tukamaliza mimi hata nje siku tokaga sijui break sijui nini. Nilishindaga kaa nimekaa chini. Nikaendaga home. The following day nikakuja. Tukupelekwa shule the same na huyu mtoto that time. Alipelekwa different na mimi different. Nilipelekwa public, akaenda private. So mi siku ya pili nikaendaga. Siku ya pili kuenda, the same thing kajirudia. Teacher akifundisha kwanza. Juu nililalaga hivi. Kusema niamushwe. Nikaanzaga kulia tena kapusi. So hapo hivyo nikapeleka kwa ofisi, nikauliza uko sawa? Kaambia mimi niko sawa. Hedi kanisa, jana tumesema ni breakfast uko umekula. Kaambia sawa, leo niambie ni nini?
leo niambia ni nini, akasema, nikamwambia mimi sijui juu leo nimekula vizuri. Mind you sikuwa nimekula juu nilikuwa nasikia tu niko fiti. Nikakaga kwa ofisi, tukakaga na yeye, akaniuliza maswali 1 2 3 nikajipata nimemwambia story venye kunaenda. Kaniambiaga hapana, wewe fanya aje, kesho kuja na guardian wako. Nikamwambiaga sawa. Sister yangu the following day tukakujaga na yeye shule. Akaambiaga unajua story yenye huyo msichana wenyewe aliniambia. Akamwambia story gani? Na sister yangu alikuwa ameniambia usiambie mtu, ukitaka kuishi vizuri usiambie mtu, but Hediali sisi ndio nikapata nimemwambia. So akambiagwa pale imefika venye kulingana na vitu ananielezea ni kama anakuwa na dunia yake ingine. So fanya agenda, enda na yeye home, akikuwa sawa utamleta. So si venye mkafukuza tena hiyo. Tukafukuzwa. So hiyo umefukuzwa shule 3 sasa so far. Shule 3. So venye tulifika home akapigaga mama akilia. Mama akasema najuni mtoto wangu wetu mulete. Wetu mulete nijaribu kumpeleka hosi ingine juu tumetry hosi ziko zero work. Like hakuna kitu inaonekana. Mimi tena huyo Nakuru. Umerudi sasa Nakuru, umerudi kwa mamako sasa. Yeah. Nikuulize babaka but dad alikuwa anaishi pipeline ya job. So alikuwa na so most of the time mngekaa na mamako. Tulikuwa tunakaa na mama na mtoto wetu mdogo. Babako yeye akiulizwa alikuwa anasema nini? Yes, babangu wewe muambie tu mnaenda hosi, mnataka pesa kiasi gani? Anatuma. Yatatuma. Mnaenda hosi wapi town? Sawa, tupatane town. Atakuwa hapo hivyo. Yanajua ni hosi twende. Ni sawa, nitatoa pesa za hosi. Ataka ni madeni nitachukua nilipe hosi. Nasema saa nakumbuka kuna time by the alipigia kwa simu chukua na yeye tumekaa hapo hivyo nje ya hosi. Akigombanishwa na bosi wake ati alitumia pesa bila kumwambia. Hiyo kitu ilini touch, but sasa ningefanya nini? Sina uwezo wa kumwambia. Hata nikiwaambia waniache kitu ita happen. Sasa nimechoka, tumetumia hizo pesa. Tumeuza mbuzi zote home, tumeuza kuku, everything. Tukienda mahosi. Tunapewa nini, unaenda hosi zingine unapata umeambiwa ati nunua dawa. Ni sawa, mzee anasema ni sawa, acha nitanunua. Sasa hapo hivyo ndio ni bait nini beshte ya mama alikujaga home. Mama si akamuelezeaga like walikuwa wamekaa bila mimi hata sikuwa namjuaga by the way juu walikuwa ni baba tu alihamaga hata before nizaliwe. Naona sasa alikujaga home kutembea. Alikuwa pastor, walikuwa wana have prayers pamoja. Mamangu venye sasa alikujaga simama akamuelezea story. Ngambia hapana, acha tufanye aje, acha tumuombe. Wananiombea. Kwa kiniombea na shake na wika nini. You could like narudi sawa. Sikuwa najua ati nilikuwa like the thing, sikuwa najua ati hiyo kitu ilikuwa tu inatulia for the time. Tunakaa kidogo. Hiyo kitu inarudi. So venye huyo beshte ya mama but kuna hizo alikuwa nisahau. Ni time tumekula sapa, yote mama alininsist akula, alinipea food by force. Tukalala. Kila mtu akienda kwa bedroom yake. So yeye alikuwa analala na huyo mtoto wetu alikuwa kadogo still. Alikuwa ninalala nako. Mimi nikaenda kwa bedroom yangu. Sasa tumelala. Usiku Kwenye tu nililala mimi niliendaga nikakuwa nimejisahau. Nikaona tu watu that tumuite the black person huyo na watu wengine au watu wenye ulikuwa unaenda huko wajajifunika shingo like unaona faces zao, but huyu all the time alikuwa amejifunika uso.
So alikujaga wakaniambia, Masi, unajua umenidisappoint sana. Yeye ndiko niende aliongeaga hiyo sauti, but ilikuwa sama familia, but sikuwa shikanisha ni ya nani. Ananiambia, Masi, unajua umenidisappoint sana. Hata hakungoja nijibu. Ananiambia, kuja kwanza niende nikuonyeshe kitu. Harakisha, amka twende. Mimi nikajipataga nawafuata, but nawafuata nikifloat. Na float like ama nikifly like niko tu kwa hewa. Tukaendaga. So aliningishaga, tuliwafuata kwa kishimo fulani hapo hivyo. Tuliingia kwa kishimo and then nikapataga maji. Tukaendaga. Hiyo time najaribu kuongea, like najaribu hata kuitana, sauti itoki. Imefungana kabisa. Najaribu kuongea, siwezi kabisa, like nasikia kwa mind naongea but sauti nakataa kutoka. Akanibebaga, tukapitaga kwa maji, tukaendaga kwa ile kihole kenye nilikuwa nakwambia, nikalaza kwa meza hivi. So sio wengine wako hapo hivyo, wako zeza hivyo. Wakaanzaga nikamnini, kuna huyo master akageukaga nyuma, akakujaga na hiyo nini ya red, hiyo juice ya red, akakujaga akapea kila mtu. Mimi sikuwa najua ni damu at that time. Nilikuwa na so ni damu mlikuwa mnakunywa? Ilikuwa damu. Mimi nilikuwa nadhani ni juice. So akapeaga kila mtu na akawaambia, nataka mseme hivi. So kumbe ilikuwa ni kiapo tunapewa. So na mlikuwa mnaambiwa mnaongeaje? Unasema aje? Like ulikuwa unaambiwa, like unapata kama kuna anasema hapo bo, yeye anataka apartment na nyumba na pesa mingi. Anaambiwa sawa. Lakini ukipata, anaambiwa sawa, nitakupea hizo vitu zote. Kwangu kila kitu inawezekana na naweza kupea hizo vitu zote. Anaitwa nini? Sasa huyu master anamwambia but kuna vitu nafaa useme na kuna vitu nitakupea hizo vitu but utanipea kitu but ni kidogo, affordable, na kitu itakuwa costly sana na si pesa. Juu pesa niko nazo na pesa pia mimi nitakupea. So uliambiwa useme, uliambiwa unataka ni kitu gani upewe? Mimi aliniambia atajengea wazazi wangu, atawabaia gari, hata nini. Akaambia, unajua mimi najua wazazi wako wamepoteza pesa mingi sana, wamepoteza ng'ombe mingi sana juu yako. Sasa niko hapo hivyo natingiza kichwa. Akaambia sawa. So mimi kitu nataka ufanye, kuna huyo kijana yenu najua unampenda sana. Huyo tu ndio nataka, na maisha yako ita change for good. Na niyo master anaongea, huyo mwenye amevaa red but simuoni sura. Like, okay, hata sauti yake iko, huyo sauti yake iko familia na hata siko imsikia akiongea. Hiyo ndio ilikuwa first time usikia akiongea. Ananiambiaga sasa, una huyo brother yako mwenye unapenda sana? Hiyo ndio nataka. Ulikuwa na brother yako unapenda? By the way, I love my brother. Mdogo ama mkubwa? Mkubwa nampenda sana. So yeye niliambia bwa nijue venye nitampeleka. So uliambiwa upatiane your brother as a sacrifice? Ndo wazazi wako wajengewe nyumba? Watajengewa, watanunua gari, hizo vitu zote zenye zimepotelea kwa hosi zitaletwa, but in one condition, nilete huyo brother wangu na nisiambie mtu. Like hata mamangu nisimwambie ati watajengewa. Mimi nitapewa pesa, naweza sema hata nimeokota, like unaona, usiseme ati kwenye umezitoa. Unaweza sema umeenda kuokota bagi ya pesa pale. So hiyo pesa ndio nilikuwa naambiwa nitatuma kuwajengea na kwa nunulia vitu. So mimi nikiwa tu hapo hivyo nikienda kukunyishwa hivi, ona sana huyu the guy mwenye navaga all black, nimelala yeye ndiye alipewa, alipasishiwa akuja nikunyishe. Akienda kunipea hivi ndio niligutuka na nikajipata na shout. So mimi kushout, kuna shout aje? Like okay sawa, nilishoutigi mam hivyo. So hapo hivyo nilijipata nikikimbia kwa room ya mamangu. Kumbe ni spirit yangu ndio walikuwa wanachukua wanaenda nayo, but so hapo hivyo I guess my prayers za mom ndio zilikuwa pia zinawaka katikati. Juu unaona saa venye sikukunywaga, ilifikaga tu hapa hivi
nikajipata na shout mam, nikakimbiaga kwa room ya mam mbio, kaniuliza ni nini. Saa hapo hivyo ndo nikamwambia nimeona manyoka juu venye nilisikia nilijipata nimebanwa na nyoka, like nyoka ziko surround hivi kwa kitanda yangu. Mamangu alishtuka juu hiyo time sasa tuko kwa rentals, tulikuwa tumehama. So after nimekimbia kwa room ya mamangu, alishtuka pia yeye, akaanza akanishikaga hivi akaniambia Masi ati nyoka, akaanza kuniombea. So juu kuangalia saa ilikuwa venye akagojega Masi songe, akapigia pasta akamwambia unaweza kuja kunisaidia kitu hapa hivi kwa nyumba, Masi amezidiwa. Akakujaga nikuombewa still that strong. Nikamwambia kwa niende niombewe ndani ya kanisa nifanywe deliverance. So ukaenda kwa kanisa? Nikaenda kuombewa kwa kanisa nikabebwa. So hadi bishop alikujaga, juu hiyo ilikuwa bishop alikujaga akaanza kuniombea. Nilikuwa hiyo time sana niko ndani ya kanisa, mimi mamangu na babangu tuko church wananiombewa. Sorry. Sasa venye nilianza kuombewa hiyo the day nilikuwa ndani yangu, sasa venye niliambiwa nilianza kuongea, nikasema mimi naitwa mtu fulani. So the person ni aunti yangu, akaanzaga kujitambulisha inside me, akaanzaga kusema mimi ni mtu fulani, nilikuwa nataka niwe mama yake. Sasa mamangu agonjeke pressure, agonjeke sukari, mimi sikuwa namtaka, nilikuwa nataka akufe. Na kitu mimi nilikuwa nataka nichukue ile shamba ya brother yake anaitwa Ben, juu hiyo shamba ni kubwa sana, waliachiwa na mimi Ben wangu amepewa ka ploti na sijafurahia. Kwa nini Ben wangu hata kama ni mdogo alipewa ploti badala angepewa shamba? That's why mimi nilikuwa nataka Ben akiletwa ningemuua, at least ningeweza kuchukua hiyo shamba ikuwe ya Ben wangu. So nikuulize, iliteka how long kupona ama iliteka church 4 days. That time naamka naombewa maji ya chumvi hivyo. Kuna nguo kazi yangu alikuwa amenipiaga zikanini bishop maana alikuwa ule mtu wa prayer. So akaomba kuna zile za nitagwa nini like kusema tunaweza sema ni prophet. So anaonyeshwa akaniambia uko na nguo fulani ya fulani, ulitoa wapi? Nikamwambia nilitoa na kazi yangu ka gift ya birthday. Akaniambia hapana, ilete tuichome. Nikamwambia hapana, hiyo ile ilikuwa 2 piece ya skirt na nilikuwa nimeipenda. Akaniambia hapana, tunafaa kuchoma. So venye babangu akasema gata ni baya the same code but tuchome tuone kama issue itaisha. Simama akaendaga akakuta nayo kachoma, at least hiyo kitu kaanzaga kunitoka kidogo. Still naombewa huko kwa church, nakaa naombewa nikimsao. Mama akaambia kwa pastor Musto nilikuwa nakaa huko na bishop pia kamwa atakakaa huko juu yangu. Mama akaambia kwenda home tunaweza kaa naye tumuombe tuone venye kutaenda. Mimi nikakaga church nimekaa 1 week hivi nikiombeagwa, nikakuwa hizo vitu sizioni, sianguki, ndio kuja ukakaa sana, ndio nikakuja sana. Sasa niko na swali, huyo aunti yako kuja hapo unaongea naye saa hizi kwaje? So kwanza sikukwambia like unaona venye watu walijua ni yeye, walikuwa na plan wende wamchape. Unaona ati kwa nini anifanyia hivyo, walikuwa nataka waende wamchape hivi mangumi, but mamangu akasema hapana, if ni yeye acha tuombe hiyo kitu imrudie. But aunti yangu alijulikana ile time saa alijiongea ndani yangu. So saa hii bado wako eliminate? Sasa sijui juu, so my dad alimkata, kila mtu alimkata kwetu. So hakuna mtu anaongea na yeye up to date. Yeah, hakuna mtu anaongea na yeye. So juu hata mzae hata ukimwambia na ule kuzo wako alikuwa anakuletea chakula?
hata huko juzi ndio ameni DM Facebook akaniambia masiuko aje, but ile nini si hata in fact hata sasa iko tu hapo hivyo, sijastay reply iko tu. Pole sana kwa hayo, pole sana, lakini sasa iko sawa kabisa. Sasa niko sawa. Sasa niko sawa kabisa. Unaweza tuambia wewe ushajipata kwa situation kama hii? Ushajipata kwa situation kama hii ama unajuaje? And by them niambie, is there any difference between Illuminati ama na Freemason? Kuna haya unajua? Sasa mimi sijui nilijipata gacho. Mniambie kama kuna difference between Illuminati na Freemason. Na ushajipata kwa situation kama hii ama unajua mtu ashajipata kwa situation kama hii? Ilikuwaje? So make sure to subscribe. This is the Kelly Show 254, a show that keeps you entertained, informed, and also stay tuned.